Ndivaka sana mutegeri wa Meru TV na kugwatokani kirige chunjiketu kia bieleke mubango yu aturinge ime aranende nkurera tugechokera atuachoka na ndaitari. Lakini kabla tufike pale bitikire nkurikana mitandao yetu yo kinyanja Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya tuthiatire ure kiurekiro kwenda kure ndaitari aria akethira akiuchokeria kana tume message yeku kire 0798 918 901 sorry 0748 918 namba yetu ya kuandika SMS ugaturathikirite wina ikirikiku ukwenda kuria ndaitari na murutero wa Facebook Meru TV Kenya tuko live akienda wete na mbere na kumba kuthira ukithoma na kumenya mantu nkuruki ajegie ugima bwetu bwa kimathwani tumenyerete kaite ko kaita endira mtu akuria ukaria te wa mwira we sawa sawa ende ndene ku anokumenyo ubwo kwina mantu jara ukubatulika na kwina mantu ukulukira jara wewe ngo kumenya kabisa utesawa igetumi atwena mutaalamu akomba kuthira githomethena utumenye mantu jegie na atatubati kuimenyera akiri murimo ujo kana kugwatu murimo ujo kimathwani kana gichomba ira yomba kwithira igitwa mental health tukira tumba kwithira atukeria uchenchia ruthiomi tukira tumba kwithira atukeria uchenchia ruthiomi kenda tutana mbere kana twinde tutira itukumba kwithira tukielewa mbetikire gwate ugeni amugeni wetu mutambone atukethiki wa umona itira kuria mbere umbe kwithira ukimumenya na kiuwe ritira mbere kumba kwithira ukimwona au akiri Meru TV obando tutana mbere na kumba kwithira atukithoma daktari. Yes. Karibu sana. Asante. Hii ndo kamera yako. Salimia mtazamaji wa Meru TV yule ambaye anakuona mara yake ya kwanza, akujue na pia mwenye sasa tumekuwa na yeye amekuwa akikuona ili tuendelee kujuana zaidi. Karibu sana. Asante mtazamaji na kusalimu asubuhi ya leo jambo. Kwa wale ambao wananiona na wananisikiza mara ya kwanza, naitwa Kiprotich Robert. Mimi ni mtaalamu wa uraibu, addiction, na pia mwana saikolojia na nafanya kazi na hospitali ya Methodist Treatment and Rehabilitation Center ambayo inapatikana Meru, kule nyuma ya Meru School. Karibu sana. Karibu sana daktari. Yes. Mara mwisho tulikuwa hapa tuliongelelea jambo ambalo watu wengi sana limekuwa likiwasumbua na wengine ni wale pia walikuwa wanasikia tu jina lakini hawakuwa wanaelewa kwamba kabisa bipolar ni nini. Leo ningependa tuongelelee trauma and healing. Unajua mara nyingi tunapata mtu akianza kubadilisha tabia, mtu akianza tu kuchange tunasema ni trauma, maybe ni ile kitu ilifanyika ndo sasa inamsumbua. Sasa hilo inakuja kumsumbua. Kwa layman's language ile njia rahisi kabisa. Kama mtaalamu utatuelezea trauma ni nini? Okay. Asante. Na niseme nashukuru sana station hii kwa kuweza kuelimisha umma kuhusu mambo ya afya, mambo ya afya ya akili, mental health to be specific. Manake ni jambo muhimu sana katika jamii na Kenya yetu tumekuwa nyuma, lakini nimesema nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepiga hatua na nyinyi ni dhibitisho tosha ya kwamba hakika tumepiga hatua katika kushughulikia mental health. So tunapozungumzia trauma, maybe kwa njia rahisi niseme tuenda ukatoa sauti ya kulia, ukapiga nduru. Hiyo kutoa machozi na hiyo kutoa sauti ya kilio is a response to the pain ambayo inakuja kutokana na kuchapwa. So when you talk about trauma, ni hiyo response ya ambao mwili pasipo wewe kupenda, mwili yenyewe ina respond kwa ile tukio ambalo limetokea nje ambalo si tukio nzuri. It is a life threatening experience. So your body has to respond. So it is an emotional response. I believe katika hiyo mtazamaji kidogo anaelewa trauma ni nini sasa. Wakati tunazungumzia trauma, sijui kama kuna types ama kuna aina za trauma ama tu ukishika na trauma uko na trauma tu. Unajua tunaposema trauma na kutokana na mfano yenye nimekupatia. Ukichapwa saizi kidogo labda ni kuchune ama mtu akutusi, usikie umeumia moyo na ukatokwa na machozi. Unaweza ukatokwa na machozi na baada ya muda kidogo hiyo mambo ikaisha. Na hiyo story ukaisahau kabisa. Lakini with trauma tofauti yake na hii hali ya response ya kawaida ni kwamba huwa ina affect utendakazi wa mtu. Okay. Hapo ndio tofauti ipo. So mtazamaji apate kuelewa tofauti. So hii ina affect maisha yako ya kawaida na jinsi ya kucope
na matukio ya kila siku. So unapozungumzia aina za trauma, kunazo aina za trauma. Kuna trauma ambao tunaita it happens sudden, we call it is an acute. Acute ni ile trauma yenye ni tukio moja limetendeka na hilo tukio likakuzamisha. Mfano upate accident. So it is a one time thing, lakini hiyo tukio halikutoka mawazoni mwako na likakuaffect. So we have acute as one type of trauma. Alafu ya pili now we have what we call chronic trauma. Now chronic tofauti na acute, hii ni kitu ambacho kinafanyika kwa muda mrefu. Mfano mzuri ni kama domestic violence, marital violence. Unapata mtu ako kwenye ndoa ama kwenye mahusiano, lakini katika hiyo ndoa kuna kuchapwa, kutukanwa, kufanywa hizo vitu zote na zimeprolong kwa muda mrefu. So hiyo ina fall under type 2, which is a chronic trauma. Tunayo trauma nyingine ya tatu, na niseme this is the most severe, ambapo hii ni complex. Tunaita complex trauma, ambapo ina play acute na chronic zote zinaambatana kwa wakati moja, alafu iko na relation. Mfano unapata kuona kwamba tukio ambalo linafanyika litafanyika leo iko connected na tukio ambalo lilifanyika 3 months ago, na itakuwa na connection na tukio ambalo litafanyika 2 months to come. So there is a relation, na inatumika inakata kuwili chronic na acute. So that is the most severe type of trauma. Alafu nao trauma ya 4, ambapo naye nitumie jina, it is very interesting. Trauma ya 4 ni ile nyingine ambayo tunasema it normally affects, it is a secondary trauma. Secondary trauma, and this secondary trauma now haikuaffect wewe directly kama the first casualty. Hii inatokana na wewe kusikiza ama kuona matukio ya watu wengine. This normally happens with professionals. For example, like medics, ama wale watu wanafanya kwa this response is evacuation, people like therapist. Unapata watu wakija wanakuletea kesi nyingi sana, matukio nyingi sana ambayo ni ya kuhuzunisha, na hayo matukio kidogo inaanza kukuaffect. So inakuwa haije kutendekea wewe, lakini katika kusikia mambo ya watu wengine inakuaffect. Umeenda una rescue the first aid, hawa watu ajali imetokea, umeenda umewaokoa, si wewe imekufanyikia, lakini hiyo tukio ya kuplay, unaona miili ya watu, unaona damu, itakuja kuaffect wewe. So that one we call it a secondary trauma. Wakati tunazungumzia trauma and daktari, kuna zile major event ambazo zinaleta trauma, ama trauma inaweza letwa na anything that happens and ina trigger maybe kuishi kwako, kufikiria kwako, mawazo yako. Triggers niseme mara nyingi ni kitu ambacho kidogo lazima itakutingiza. Kwa mfano kutokana na kile ambacho tumesema, kwa mfano kama kwa acute, if you experience an accident is something that is negative. It's not something good. Sure. So kuna uwezekano ya kuwa ina replay kwa your mind. If you are experiencing, for the case of like post-election violence, watu waliona wengi wameuawa, manyumba kuchomwa na mambo kama hayo. Kama wewe uli experience hiyo, it can easily replay kwa mawazo yako. Mtu carjacking, hata kwa mfano kama niliwahi kuwa carjacked, ikanifanya naogopa sana nikiingia kwa gari, kwa public car or public means, ni kama nashuku kila mtu. Lazima niangalie huyu, niangalie kama huyu anakaa hijacker, niangalie mwingine, niangalie mwingine, because I was once bitten. So I'll always be twice shy. So kila ambacho kinaweza katrika ni matukio kama haya, kuchapwa, for example kitu kama rape. Mwanadada ama mwanaume pia akiweza repiwa,
such incidences can be triggers. Na daktari, wakati mtu akona trauma ina affect part gani ya mwili? Brain, mikono, miguu? Unajua sasa wakati mtu akona magonjwa za kawaida, kuna ile ugonjwa utakupata, unapata mwili yako mzima una feel you're very weak, hakuna kitu unaweza fanya until upone kutokana na ule ugonjwa. Tukikuja kwa trauma ina affect part gani ya mwili? Now with trauma, it affects every part of the body. Yeah. How? Number one, it affects the cognitive. Cognitive deals with the brain, how your brain functions. Number one, utapata kuona kwamba inakufanya unaanza kuwa na uoga. Okay. Yeah? Kama vile nimejielezea mimi, uoga yenye somehow it is justified. Nikikaa hivi naona kila mtu asivyo anataka kuni attack tena. Huwa ina create anxiety. Anxiety tunasema ni excess worry. So una wasiwasi mwingi. Una wasiwasi mwingi. It can also affect someone, mtu anakuwa na ile hali ya kujitenga. Unapata mtu anajitenga na watu kwa sababu ya hiyo uoga. Na si hiyo peke yake. Apart from ku affect your cognitive, nikasema ina affect also your behavior. Yes. Yeah? Unapata mtu kando na kujitenga na watu, unaweza kupata kuona mtu physically ukimwangalia, huyu mtu anakushtuka. Unaweza mtu anaweza ku experience panic attacks. Okay. Yeah? Kwa mfano kama wakati wa those people who experienced bomb blast. So utapata mtu hata akiwa pale nje aangushe sufuria ama ndani ya nyumba sufuria ianguke, unashtuka. Yeah, because it reminds you of that incident. Yeah. Huwa ina affect watu physically. Do you know it can affect your stomach? You start having stomach pain. And you start wondering, unaweza ukashanga, how is stomach related to trauma? Unaweza kuwa na appetite nyingi ama kidogo because of trauma. Yeah? Unaweza kuwa na kizunguzungu. Wow. Unaweza experience dizziness. Yeah? Yeah. And again, apart from kizunguzungu na dizziness na pia kichwa na tumbo, kile kingine ambacho ni very outstanding sana kwa mtu ambaye ako na hizo trauma ni ile hali ya uoga. Yeah? And there's this what we call post-traumatic stress disorder. So unapata huyu mtu anaweza kaa tu hivi tu kidogo and out of nowhere hiyo mambo inakuwa replayed kwa back ya mawazo yake na unapata mtu ameshtuka. Okay. Yeah. Unaweza kuuliza mtu kwani nini imehappen, lakini ina play unconsciously. So remember hiyo trauma inakuwa mtu ajemalizana nayo. So wakati ametulia inaletwa into his or her conscious mind na anaiona kana kwamba it is happening here and now. Yeah. Kuna zile signs and symptoms zenye unafaa uangalie mtu, unajua this person hakuna kitu inamsumbua. Umetuambia trauma inaweza leta maumivu ya tumbo, inaweza leta dizziness, unaweza umwa na kichwa. Na hizi ni zile vitu za kawaida ambazo zina happen kwa life yetu. How do we differentiate between now a normal kuumwa na tumbo, a normal kuumwa na kichwa, a normal akufeel tu dizziness na ile ya sasa hii nayo ni ya trauma, hii si ile normal, hii ni ya trauma. How do we differentiate? Kwa sababu utajipata sasa nikianza kuumwa na tumbo na niambia mimi niko na trauma. Nikianza kuumwa na tumbo mimi niko na trauma. How do we differentiate? And ama inafaa ikue how far? Ndio sasa to differentiate, to this is trauma na hii ni ya kawaida. Niseme kile ambacho kinaweza kikaleta utofauti ni mtu kuangalia ni nini kimetendeka kabla ya wewe ku experience hiyo. Mfano unajua ukiniambia uniambia unaumwa na tumbo. Swali nyingine naweza kukuuliza kama daktari, imekuuma kuanzia lini, kwa muda gani? Inakuuma aje? Inachuna ikiachilia? Tuendelee tuteremke. Kuna kitu ulikula ambacho si cha kawaida. Now when it comes to differentiating this, unaangalia ulikuwa katika hali gani? Ni matukio gani yalifanyika kabla ya wewe ku experience hiyo? Wende kawa saizi tumeketi nawe hapa hivi tunazungumza, we were okay. Kisha tukasema mfano kuwe na kitu ambacho kipigwe kwa sauti kwa nguvu kule nje,
na wewe ulikuwa yule mwadhiri wa bomb blast. So all of a sudden utasikia utasema unasikia nini na kukata kwa tumbo. Okay. Yeah, na unaanza kusweat mara moja and you are like you become disoriented. Okay. That tells you ya kwamba hiyo si ya kawaida. That one, there's a direct link between hiyo kelele ambayo umesikia kishindo hicho na kile ambacho uli experience. Okay. So saizi utaniambia ati nimesikia tumbo nikwambia hapana, ni chakula ambayo ulikula. Yeah, so kile ambacho kitatusaidia ni kuangalia matukio ambayo yalitendeka kabla ya hiyo. Ndio itatusaidia kujua hii ni tofauti na trauma. Na wakati hizi matukio zinatokea, unajua kuna zile maybe as affect mtu at that point. Yes. Hakuna mwenye atenda akae sasa afikirie ndianzie kuona Lord nilipata accident. Unajua gari ingetua. Unajua ningekufa. Sasa can trauma show up in years ama ni hivyo hapo na hapo? Ukishapata accident trauma ndio inakupata. Ama inaweza pile up mpaka tukae tu unakanga tu ukishtuka in later years. Inaweza happen kote kuwili. Yeah, kuna mtu ambaye aki-experience hiyo immediately inaanza kumaffect. Kuna mwingine ambao atatulia na utadhania ame-overcome. Hata utadhania maybe haikumuaffect, but later in life ianze kumuaffect. So it cuts across both divides. Yeah. Unajua sasa kuna stress, normal stress na pia kuna trauma. Hizi vitu zinakaa the same. Tuna differentiate aje that huyu mtu hii tu ni ya kawaida, lakini huyu naye hii si ya kawaida. Unapata kuna zile vitu zinakusumbua na we are behaving in a different way. Ile ya unasema huyu mtu ako tu sawa, hata kama ana behave some type of a way, this person is normal, hii ni ya kawaida, but this other one hii si sawa. Nini tunafaa tuangalie na tu differentiate ili sisi usipate tumeleta mtu ako na stress za kawaida, sasa hajalipa rent, ameshinda the whole day akifikiria, ameshinda the whole day haongei na mtu, na kuna mwingine hapa na ako na trauma ya 10 years. Tutawa differentiate aje na watu wana behave the same? Yeah, actually kile ambacho kinaweza kutusaidia ku differentiate hii ni kwamba when you go by maybe definition ya trauma, it is an emotional response to an event, yeah, or something that is distressing or something that is life threatening. Now let me capitalize on the life threatening. Now apart from beside the stress yenye tunazungumzia, most of the stresses ambazo mtu anapitia they are not life threatening. Mfano umekaa hivi and you are like leo sijalipa rent, ama nimechelewa hata kulipa. You are sure utapata, lakini ni kuchelewa, umechelewa. Mtoto amefukuzwa fees, lakini amefukuzwa katikati ya mwezi, labda wewe ni mtu wa mshahara haijatoka. So wewe unajua baada ya wiki mbili nitakuwa na hizo hela. Utakuwa na ka stress kidogo, but that is not life threatening. But that falls and that is inaweza kukupa stress kidogo. Lakini life trauma has to do with life threatening. That's why tukasema vitu kama vifo. Yeah. Vitu ambazo zinahatarisha maisha yako. Yeah, hizo ndio trauma. So naamini mtazamaji amepata kuelewa hiyo tofauti. Yeah, stress is not life threatening. Vitu za kawaida tu, niko na stress, maze sisi kula jana na hata karibu sana si kula, na saizi sijui hata nitatoa wapi chakula ya leo, but that is not life threatening. Yes, these people when you work on trauma, do we expect them was speak out waseme there is something yenye inanisumbua, ama there is something that happened years back na inanisumbua, ama ni sisi wenyewe tunafaa tuangalie and then to realize hawa watu wako sawa? Do we expect them to speak out, ama ni sisi waangalia tuna tujue hawako sawa sawa? Well, kuna wengine wanaweza wakajiongea. Yeah. Kuna wengine wanaweza kajiongea because trauma inajiplay kwa njia kadhaa. Kuna mtu ambaye atakuwa na flashback. So huyo mtu akiwa na flashback ni kumaanisha he or she is conscious of what is happening and he or she can tell ya kwamba nimekaa na zile tukio ambalo lilinitendekea nimelikumbuka tena na linani affect. Yeah, and mtu anaweza akajielewa na akaomba usaidizi. Ya pili ni sisi wenye tuko nje ya uwanja. Unaona mtu, yeah, tumekaa na wewe hivi kidogo, kasufuria kagonga hivi chini, kasema nione mshtuke ndio itakushtua, si ile ya kawaida. Umeruka juu ya kompyuta umeipiga, yeah, all of a sudden umeanza kusweat. Okay. Sitachukulia hiyo tukio kama tukio la kawaida.
Yeah, so it's either way, wewe ukajua au mtu mwingine akaona ili behavior si la kawaida. Wakati tuko wadogo kuna zile mateso watoto hupitia wakinguruhapi na wasumbua. Unapata mtu anasema mimi vile nilikuwa natembea shule miguu mitupu, I will never love my children awatembee shule bila viatu. Ile chakula mimi nilikuwa nakula tukiwa wadogo, mimi singependa watoto wangu wapitie the same life. Hiyo ni trauma ama ni Well, inategemea. Kumbuka wakati nilisema trauma number 2 aina ya pili ambayo we call it chronic, ni kumaanisha ni kitu ambayo imefanyika kwa muda mrefu, na nikapeana mfano ni kama mtu mwenye ako kwenye ndoa ya kupigwa kila siku, kutukanwa na vitu kama hizo. Hata kwa watoto, when you have an event in life that affected your day to day living na ikakufanya ushindwe kucope na maisha ya kila siku, that can qualify to be a trauma. So ukiona watoto, mtoto mwenye amepitia mateso, kuna wale watu walikuwa wanaonea sana mfano, watu walikuwa sema ati maybe mtu amelelewa na mzazi wa kambo na anamuonea, anamchapa, akifanya vitu kama hizo, that qualifies to be a trauma. Huyo mtu ajui upendo ni nini. So utapata hata katika mahusiano yake akiwa mtu mkubwa, how he or she is going to relate with other people inaweza kuwa affected. Yeah, so very true. All those childhood experiences. Ukaona kwa mfano kuna mtu alipitia tukio kama la, wacha nitumie rape. Mkapata mwanadada saizi ana kisomo, ana kazi, lakini tunamwimbia ile wimbo, msichana mrembo kama wewe, ni kitu gani kinakufanya usiolewe? okay? Not forgetting ya kwamba sisi tunaangalia you have everything, lakini kumbe kuna tukio ambalo lilikufanyikia. Okay, deep down she's dealing with something. Exactly, maybe you are dealing with rape, and so your experience with the opposite gender is a painful experience. Wow. So you never overcame that. So unaposikia kuhusu mwanaume, alafu unapokumbuka huyu mwanaume ni tendo la ndoa lile ambalo lili-inflict pain kwangu, na vile nawachukia na kadhalika, hao ndio mnaniambia niolewe na wao, not me. So sisi wenye tuko nje tunajiuliza tu maswali, lakini yeye ana struggle na trauma. Yes, that is how it can really affect our day-to-day living. We have families and friends, our brothers, our sisters when they have trauma. How do they trauma in affect us, these relationships? Unapata sasa, I have a brother mwenye ako so traumatized, I have a sister, I have a cousin, I have a mom. It affect us, the relationship between me and my brother, me and my mom, and me and my relatives when you are so traumatized. Unajua, it can affect you consciously or unconsciously. Because kuna vitu zingine nye mtu atafanya na hata jua anafanya hivyo. For example, kuna mtu anaweza pata tukio ambalo limemfanyikia akiwa miongoni mwa watu. So katika hiyo tukio kuna aibu, yeah? Kuna anger, kuna guilt. So utajipata wewe ukiwa katika setup ambapo kuna watu, inakukumbusha ya kwamba from umati wa watu ndio lile tukio lilifanyika. Kwa hivyo nikikaa katikati ya umati ya watu, chances are inaweza fanyika tena. Wow. So utapata katika mahusiano yako, tukita hata mkutano ama tukifanya nini, you won't appear because you fear that you umati ya watu. So it will affect mahusiano yako na wengine wote. Yes. Directly. Yeah. Okay. Kuna watoto pia wao wanakuanga na trauma na pia watu wakubwa. But impact inaitinga aje in between children and adults? Well, niseme impact ni sawa. Uzito ni sawa. Shida ni kwamba maybe kwa mtoto asiposaidiwa ku-overcome, atakuwa na miaka mingi ya kusafa. Nisema atasafa for long. So huyu mtoto akiwa mdogo hivi umempitisha katika hali ngumu ya maisha. Unaona, asipojifunza asiposaidiwa overcome mapema, itaplay kwa maisha yake mpaka awe mtu mzima. Yeah, lakini kwa mtu mzima kimhapenia at 50 na labda miaka yenye tumepona Mwenyezi Mungu ni 70, niseme usiposaidiwa utaumia kwa miaka 20 peke yake. So that is the difference. Lakini let us appreciate the fact that trauma affects
small and big people with equal measure. Huwezi kusema ati jueni mtoto haitaku affect sana. Hapana. It carries the same magnitude. Yeah. Is there any chance ya children wenye wamepitia trauma wa heal ama watakari hiyo trauma moment ama hizo events ziliwapenia all their lives? Well, wanaweza overcome. And that's why tunasema mtu aki-experience trauma is a mental, tunasema trauma is a mental disease. It is a mental problem. So it being a mental problem, it can be addressed. Na mtu akisaidiwa, number one, anaweza akapona ama anaweza akai-overcome. So this is a problem that, yes, you cannot change what happened, but you can change your perception. Kwa mfano, wale watu ambao wamepitia hizi changamoto, for example, post-election violence, for example, hata nitumia mfano kitu kama cancer. Kuna lugha ambao huwa tunawashauri watumie. Don't say you are a victim, but tell yourself you are a survivor. So that is cognitive restructuring. Now you are not seeing yourself as a victim. That is to say, umeanza kupona na unajipatia nafasi ya kui-overcome. So kwa huyu mtoto akiweza saidiwa akiwa mdogo, ukweli ni kwamba anaweza i-overcome na haitamu-affect katika maisha yake ya utu uzima. So it is very much possible kupona. Yes. What happens na trauma, kwa sababu sasa unatuelezea unapata for example tuseme kuna kitu ilikuwa penia tutumie hiyo election ilikuwa ya 2007 na vile mambo ilifanyika. Trauma inakanga ikirikaa ama ni kitu tu unakuanga nayo, kwa sababu unaweza pata ukisikia mlio wa risasi unastuka, unakumbuka what happened those time. Yes. Kitu kama hiyo isipo happen haukumbuki. Yes. Wakati tu unakumbuka ndio hiyo kitu inakuja inakukujia trauma. Tuseme ni kusahau, mtu anasahau there was something like that happened mpaka ile time anapata kitu ya kumkumbusha. Ama unaweza tu kaa hivi uanze kukumbuka wewe mwenyewe, uanze kujipata unashtuka uko tu pale, ama lazima istuliwe, lazima kafinyo tu kukue na ka dot fulani tunafinya tunaiamsha, tunafinya tunaistopisha. Well, ni very interesting. Hii ndio maana there's what we call triggers. Hiyo ndio ka button kenye kanafinywa. Under normal circumstance ulikuwa sawa. Lakini kuna tukio ambalo limefanyika saizi ndio likakukumbusha. Hizo tunaziita triggers. So kunazo hiyo ni aina moja yenye za kakurudisha back. Ya pili, unaweza kuwa umekaa na ukawa na flashback. So this has no trigger. Umekaa tu, umetulia, hata mawazo yako haikuwa kule. But in your mind, akili yako yenyewe tu, without you giving it a nod, go ahead, image replay na ukawa na flashbacks. So not triggered from anything. Yes. So it is possible to have it from something triggering you, or yenyewe tu inajireplay from, because it is in the subconscious. It is always in the subconscious. So yenyewe tu inakuwa brought now to the conscious mind. So either way it can happen. Yeah. At what point ama what happens kwa akili ama in our minds wakati sasa unakaa tu alafu unaanza kuflashback all those things? Ni akili kwanza inafanya kazi ama what happens? It is a very interesting thing, because how brain works, it's a very complex structure. How the neurons work and all this. Lakini nikasema hivi kwa mfano, tuko na unconscious part of the brain, we have the subconscious and we have the conscious mind. Nikakwambia most of these tukio haiwi umemalizana nayo completely. So ni ile imefichwa katika sehemu ya pili ya brain, ya subconscious. So ikiwa subconscious ni kama inalinga in between, imekalia katikati. It can either go to the unconscious or related to the conscious mind. So kwa sababu imekatia hapa hivi katikati, kitu yoyote ile inaweza ikaileta pande in the conscious mind. And hizo vitu tumesema kama triggers. So there are things that are beyond you. There's no way you can control. But what you can do is you can act
on your response to it, but you cannot control it. Uiambie sasa usiplay, hawezi ukaiambia, yenyewe tu itaji replay. Lakini now you have the powers to respond to that replay. How does it affect mental health conditions kama anxiety ama depression? Now remember, ndani ya trauma ndani yake kunayo stress. Aya. That's so funny. Ndani yake nikakwambia katika symptoms zake the symptoms of anxiety. Yeah. Ndani yake kuna symptoms of depression. Ndani ya trauma. So it really affects your mental health. And for your information, by the way, going by the statistics, the 2025 statistics suggest that up to 50% of Kenyans are experiencing trauma. Siongei ya 1924. Naongea 2025. 2025. Hiyo ni mwaka jana. Up to 50%? Percent. That is half of the population. That can tell you how big this problem is. Okay. Na wengine unapata kuona kwamba wengine wana experience, lakini unapata kuona kwamba effect yao is not that severe to warrant maybe medication. Yeah? Or maybe medical to seek medical attention. Lakini imagine 50%. That tells you mental health kidogo kinaturamba. Na niulize daktari, unapata magonjwa zingine zinakuanga genetic, kuna zile mababu zetu walikuwa nazo, ama unapata in your family there was a person who went a that disorder ama that disease, unapata sasa unakaanga ukijua, na because in our generation naambiwa nyanyangu alikuwa na ugonjwa fulani, so the percentage iko juu ya another person ashikwa na the same ugonjwa. When it comes to trauma, should we say inakuanga genetic ama generational, ama do anyone can get a trauma? Well, niseme hii hapana. Hii haina genetic predisposition. Okay. Yeah, hii haina kabisa. Lakini niseme kuna kitu ambazo inaweza kuwa ina replay more often. We call it pattern, repetitive pattern. Hiyo tu ndio inaweza kukuingisha woga. Right? Ukasikia mtu akasema, wewe unajua fulani aliumwa na nyoka akakufa. Alafu nani yake akaumwa na nyoka na mwingine na nyoka. So ukiangalia in your lineage kuna watatu wameumwa na nyoka. So wewe, because it is a repetitive pattern, it is a kind of a pattern that is happening. Utajiona ya kwamba niko katika hiyo laini na hata mimi naweza nikaumwa anytime. So you are at a high risk of kuumwa. Yeah? So utakuwa ukiona kamba hivi unashtuka because hiyo tukio is common in your lineage, but it is not a genetic predisposition. It has nothing to do with the genes. Yeah. Can we say fear pampas a trauma? Fear? Exactly. And it is one of the symptoms, still signs. Okay. Yeah, when you are adding anxiety, ndani yako hapo hivyo we forgot to add fear. Yeah, okay. Unalipata? And that's why tukasema umeona hiyo fear ni woga, si ndio? Yeah, unaweza pata kuona mtu labda mtu alipata experience, mtu alidrown kwa maji. Umefika mahali kuna daraja tu, na si hata mto kubwa, ni daraja kidogo tu, lakini yes, si ati ni comfortable vile kupita. Lakini unapata huyu mtu anaogopa kupita kabisa. Kwa sababu anawoga. Yeah. So woga is one still of the symptoms or of the signs yenye mtu anaweza manifest because of trauma. Thank you so much daktari. Tukiuliza tukiangalia healing ya trauma. Yes. Trauma inakuwa healed. Na kama inakuwa healed, how does the healing ya trauma look like? Now, the good thing with trauma, tunasema hata tukiangalia maybe diagnosis ya trauma. Kama daktari huwa tunatumia what we call a DSM-5. This is a tool, yeah, a catalog that helps us come up with a diagnosis. So we have the PTSD, that is post stress traumatic disorder. Now once umeidiagnose, approaches huwaga mbili ama niseme ni tatu. Approach ya kwanza ni pharmacotherapy.
huwa tuna prescribe madawa, we call them the SSRI, the selective serotonin, yeah, reactive inhibitors. So hizi ni madawa like sertraline. Tunapeana sertraline. These are antidepressants, and they really help. They really help in curbing, in managing those panic attacks, yeah, those fears, those symptoms of anxiety, and it helps somebody to calm down and manage that post-traumatic stress disorder. So the SSRIs, hizo madawa huwa tunapeana. Approach ya pili ni talk therapy, yeah. Huyu mtu anaweza akaongeleshwa, na katika talk therapy there's what we call CBT. We call it a cognitive behavioral therapy. That is mostly what we apply, yeah, katika kusaidia mtu aweze overcome trauma. Na ya tatu now is general support from the family. Just you people being there, offering that support, social support, yeah, you being there, that is that approach. So tunatumia madawa, tunatumia talk therapy, the CBT, yeah, na pia tunatumia familia and the significant others kuwepo pale na kusaidia huyo mtu. Tunafaa tuangalie nini ama steps za kujua mtu akona trauma ama kuna kitu inamsumbua. Apart from looking at you na wewe umezoea kuwa mtu mwenye anafurahia, wewe ni mtu mwenye ni mcheshi, wewe ni mtu mwenye ambaye unakaa tu umefurahia kila wakati, lakini sasa umeanza kunyamaza, tumeanza kukusalimia au salimiki. Ni zile zipi first steps zenye zinaambia the other party that this person is not good? Well, niseme kuna vitu ambazo unastahili kuangalia from what we said about the symptoms. For example, unapata huyo mtu moyo inapiga sana. We have moyo inapiga sana. Nikiangalia pulse rate inapiga 102, 120 beats per minute. Yeah, na ukiangalia huyu mtu alikuwa sawa just the other time. Yeah, haya uangalie huyu mtu kidogo ameanza kusweat profusely for no apparent reason, yet nothing has happened around. Yeah, huyu mtu kidogo hasira yake, yeah, huyu mtu kidogo ameanza kujitenga. So all those symptoms that plays around with someone who is stressed, someone who is depressed, na zile zingine ambazo tumesema utaweza kuziona wewe. Nakumbuka utaziona kwa mtu mwenye umemzoea, because kama tujezoeana na wewe, you don't know what kind of a person I am. Sure. You don't know my personality. Labda mimi ni mtu mcheshi ama mimi ni mtu tunakuaga mpole. Lakini kwa mtu ambaye yuko karibu, that person can tell that something is not right. So he or she can identify 1, 2 or 3 things. Yeah? And then now he can bank on those things kujua ya kwamba hii ni zaidi ya kawaida, hii si stress ya kawaida. Stress ifanyagi mtu all of a sudden umeanza kusweat. Yeah. How important is it seeking a professional help, na when should we consider therapy? Now we should consider therapy because tumesema trauma, it is a response to a life-threatening situation. That is to say, if you cannot manage it, it will affect your day-to-day life. So your coping skills itakuwa very poor. And so your performance in all aspect of life, kazini kule, katika mahusiano, itakuwa very poor. Na huende ikawa hata inaweza kuparalyze in this sense. Niambie kwa mfano kama kwenye ndoa, wacha nitumie hiyo. Wewe umekataa kuoleka because of the experience that you had. Sisi wenye tuko nje hatujui. So we keep on pressuring you. Yeah. Tunakupressure, alafu inafika December we normally have those meetings za family, tunaenda ushago. Alafu sasa unajua nikifika ushago, kitu ya kwanza nitaulizwa, ako wapi mtu? Unanipata? So ninalazimika nitafute women and male for hire. Ndio nifike nyumbani niwaambie angalau niko na mtu. Wow. You see how it is affecting you? Yes. So tusiposhughulikia these traumas, itakuwa affect pakubwa. Maybe you had an experience ya accident for example. Unapata huyu mtu hata usafiri ni ngumu.
hawezi akapanda gari. I had a case actually kule kwangu nyumbani. Kuna mzee alikuwa na shida, experience trauma, so alikuwa na shida ya kutokea kwa umati na kupanda gari. Ilibidi aishi tu kule msituni. Hakuwa anatoka kwa compound ya kwake. So even running some errands, activities zenye zingehitaji nani ama nini atoke nje, ilikuwa ngumu. So alikaa tu kule. We worked on that issue mpaka akaiovercome. Lakini unaona ili affect maisha yake ya kawaida. Angetoka hata aende madukani. So it is something that tusipoishughulikia, trust me, your life will never be the same. Yeah. Tukimalizia daktari, ni vitu zipi tu rahisi tunafaa kuwa tukifanya manyumbani kwetu ili at least tukama our mind, tukama our body, tusikue na mambo mingi sana zinatusumbua? Well, niseme hilo swali ni ngumu kiasi. Ni ngumu kwa sababu number one, mimi hupenda kusema hivi, shida ni constant. Ninaposema shida ni constant, mtazamaji na unielewe, I'm not being pessimistic. Lakini mimi husema shida either uiende ama ikukujie. So tunaposema ni nini unaweza tukafanya kule nyumbani, ni kwamba you do anything that is within your means to manage or to prevent an incident yenye kakupa stress. Kwa mfano, nyumbani tumeambiwa saizi ni wakati wa mvua, mfano shamba inastahili kulimwa na kupandwa. Swali nikuulize, wewe umelima, umepanda? Isije ikafika wakati watu wanavuna, hauna chakula. Okay. Unanipata? Alafu sasa kuniambia maisha ni gumu. Tunakufa na njaa. Serikali saidia. What did you do? So kile ambacho umeniuliza nini unastahili ukafanya, niseme hivi, you fanya kile ambacho unafaa kufanya. Be at the right time, be at the right time, at the right place, doing the right thing. Alafu kile ambacho kitatokea kando ya hiyo, Mwenyezi Mungu atakusaidia kuimanage. Kuna mimi usema hivi, I love the serenity prayer. Serenity prayer huwa inasema, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Mimi that is my mantra. Ya kwamba wewe jua kuna vitu yenye unaweza ukafanya, ebu Mwenyezi Mungu akusaidie kufanya. Okay. Kuna vitu hauwezi ukabadilisha, si Mwenyezi Mungu akupe neema ya kukubali ilivyo. Na cha mno uweze kujua tofauti kati ya kile ambacho unaweza badilisha na kile huwezi badilisha. Exactly, because unaweza kuwa unang'ang'ana kubadilisha kitu yenye haibadiliki, ikupe stress. Yes. So if we happen to do the right thing, naamini tutakuwa sawa. Ni kitu ningependa watazamaji wajue kuhusu trauma na kuhusu healing yake. Well, ningependa mtazamaji aelewe ya kwamba mental health ni tukio ambalo linaweza kahapenia mtu kwa wakati wowote ile. Hii si kitu ambacho mtu amepanga ama ukajiambia kwa mawazo ikitokea hivi naweza nikafanya hivi. Mfano kitu kama accident, kitu kama kama vile floods zilitokea juzi Nairobi, maji zikakuja zikabeba vitu, na kama kuna hizi vitu ambazo they are beyond you. Nikwambie hivi, ukijipata you are experiencing trauma, it is always good to seek professional help. See a counselor, see a doctor to guide you to overcome that trauma, lest it overtakes you na ikumeze na ujipate ya kwamba katika maisha yako usiwe mtu ambaye ni productive, uwe ni mtu ambaye hana furaha. And remember this, it can cause disability. And I'm saying disability in this sense, ya kwamba ikikufanya usiwe mtu mchangamfu, usiweze kwenda kazini, usiweze kwenda kazini, usiweze kufikiria straight, ni kumaanisha maisha yako ya kawaida hauwezi ukafanya zile mambo ambazo unafaa kufanya. So it renders you kuwa mtu dormant. So hii ambao unasikia trauma, tafadhali, whatever kind of trauma, wewe mtazamaji unaweza ukachukulia kwamba ni jambo ndogo, ama mwingine mwenye yuko nje anaweza kachukulia ni jambo ndogo, lakini wewe mwenyewe mwenye imekufanyikia wewe ndio unajua jinsi ambavyo limekuaffect. Na kwa wale ambao professionals ambao wana undergo secondary trauma, wanashauriwa huwa wanaenda wanafanya debriefing
kama mimi ni mtaalamu, that's what we normally do. Unajua wanasema mganga ajigangi. Inafika mahali unakuwa bombard na mambo mengi ya wagonjwa, mambo mengi kiasi ya kwamba hata wewe mwenyewe inakuaffect. Inabidi nami nitoke niende kwa therapist. Niende na mimi nimwagie, nimwambize vitu zote na mimi nitoke. Bure nisipofanya hivyo, those things might end up affecting me. Wow. So hata sisi hatujasazwa, we are also affected. Yeah, so tunashauriwa hivi, wewe ukijihisi ya kwamba you are still struggling with something, don't waste time before it consumes you. Go and seek medical help. Attention. Exactly. Yeah. Tuambie tunaweza kupata wapi tukimalizia daktari? Asante. Napatikana Methodist Treatment and Rehabilitation Center. Hii inapatikana Meru kule Kaaga. Iko nyuma ya Meru School. Huko ndiko tunapatikana. Na nambari yangu ya simu ni 0720755694. Rudia. Nirudie tena 0720755694. Tovuti yetu ni www.methodisttreatmentcenter.com. Okay, asante sana daktari. Yes. Kwa kuendelea kutuelimisha na kutusomesha mambo ya kuhusu afya yetu ya akili. Unajua mental health, watu wengi utasalimia mtu muulize uko aje, akwambie niko sawa. Lakini deep down najua hayuko sawa. Na you cannot tell. Si rahisi sana kujua ama kuambia huyu mtu akona shinda fulani ya kimawazo, akona jambo fulani linamsumbua. It takes maybe God grace, labda tuseme kujua Robert hayuko sawa. Hata kama anasalimika salamu akisema yuko sawa, kikweli hayuko sawa. Thank you so much kwa kujitolea kuhakikisha kwamba sisi ambao tunafuatilia tunaendelea kusoma na kujua wakati marafiki zetu wakuna shinda, wakati sisi wenyewe hatuko sawa, ili tuweze kujua na tuweze kwenda hospitali ili tuweze kusaidika. Tutakuja tena na tena tuzindi kusoma mambo kadha wa kadha ambayo yanahusu mental health, kwa sababu nilikuja kujua mental health is a wide topic, huwezi hata maliza. Hata ujaribu kumaliza huwezi hata maliza, kwa sababu every day hakuna jambo ambalo linatukia ambalo linakuwa likitusumbua sana. Na thank you again so much kwa sababu ya kukuja. Nibaka sana amutegeri wa Meru TV no tupokona kanyako tuthiatira kimetandao yetu yo kinyende Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya rita tucherukire ni wambeta muthoni wa kira manande nendekete kura tukethera tuchokera akiri mubango yonkathi ya kithomo turi na Faith wa Muchemi thero na kaita kakaende tana mbere na kwithira witu thiatira.